Hiyo ndio maana halisi ya jicho la Mungu. Mtu yeyote ambaye amemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yake, ndani yake analo jicho la Mungu linaloangaza maisha yake. Amen. Haijalishi unahubiri au uhubiri, unaimba kwaya, wimbi, lakini wewe tayari ndani yako kuna jicho la Mungu linaongoza maisha yako, linaongoza njia, linaongoza safari ya kwenda mbinguni. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo unapokuwa hapa kanisani, usijione kwamba wewe ni mtu wa kawaida. Kwa kuwa jicho la Mungu lipo ndani ya maisha yako. Haleluya. Amina. Ukiwa shuleni lipo. Ukiwa kwenye kazi, hilo jicho la Mungu lipo linakuongoza. Sehemu yoyote unapokuwepo mtu wa Mungu, jicho la Mungu lipo kukuongoza. Maana Mungu anasema hatua za mtu zinaimarishwa na Bwana, si ndio? Kwa hiyo kila hatua unayopiga, jicho la Mungu linakuongoza, linakuimarisha eneo husika, ili usiingie katika hali ya kutangatanga ama katika hali ambayo utaonewa bila kuwa na taarifa yoyote. Hebu tusome katika kitabu cha Yeremia ile sura ya 1 na mstari wa 11. Yeremia sura ya 1 mstari wa 11. Yeremia sura ya 1 mstari wa 11 inasema, tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Elea tena mstari wa 2 mpaka wa 3. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Neno la Bwana likanijia mara ya pili kusema, waona nini? Nikasema, naona sufuria lenye maji. Naona sufuria lenye maji yatokotayo, na unaelekea toka upande wa kaskazini. Ndipo Bwana akaniambia, toka kaskazini mabaya yatatokea na kuwapata watu wote wakaao katika nchi hii. Hapo shida. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tunazungumza kitabu cha Yeremia. Na huu mstari tuliosoma, mstari huu wa 11, ndio mstari wetu mkuu katika somo letu hili la mimi ni jicho la Mungu. Ndio mstari mkuu ambao tutakuwa tunauzungumza mchana wa leo. Tunasoma katika kitabu cha Yeremia hiyo sura ya 1 mstari wa 11 mpaka huo mstari wa 12 na 13. Kitabu hiki cha Yeremia kimeandikwa na huyu Yeremia mwenyewe, na Yeremia ni miongoni mwa manabii wakubwa